Sasa ati Mkenya atapanga line na Burundi wakienda kuelect president. Wa Burundi hiyo siku nakwambia tukiwapata kwa line tutawanyorosha. Inaaje kwetu serious na niko personal sasa. Tutawapiga. Hiyo siku nyewe mkuje tu na kahawa na thermos mtuuzie chai. Ile siku ile line tutakuwa tumepanga hapo kutoka nini usiku. Tutakuwa tumeshinda njaa na kai. Lakini nipate Burundi kwa line ataenda kuelect president, utatuambia unafanya nini hapa Kenya wewe? Vitu Gachagua amekuanga kiongea hapa Kenya zote zinakungaza ukweli. Kama iko akishikanga TV microphone. Uko state of maji naanza kuota konyagi. Ni Gachagua. Gachagua ni fire, si fire. Whoever lied to William Arap Samoei Ruto that when they impeach Gachagua will be relevant in 2 weeks did this grow a bad one. Ni kweli ulinitoa kwa ofisi, lakini kunitoa kwa roho za hii watu ni kibarua. Anakwenda ako na shida. Unajua alimwambia nitakupeleka kama baiskeli ya kuibiwa. Akamwambia kulala utalala sugoi. Jana. Wacha mbaya. Tell me why. Amesema tu jia gani. Watu wa pikipiki wapi wanasimama. Nataka kununulia kitu kinainuliwa na pikipiki kwanza. Nataka kununulia nyinyi mafuta. Nakwambia upuzi ambao uko Kenya ni mwingi sana. Akili ya PhD inasema mafuta. Ladies and gentlemen, let me ask you a very simple question. Did Rigathi Gachagua hijack the Nico Card campaign? I want to tell the Gen Zs to bear with us and forgive us for having hijacked your slogan to Kokedi. We have no ill will. We are just envious. Asante sana Gachagua. Nilikuwa nimekudharau na kinyi roho yangu sasa inasikia kukuja tu hapa. Nasikia tu Gachagua kuja tu hapa. Gachagua. Anasema hii mafuta hata ikipanda anapata faida. So in the next 3-4 weeks mafuta itapanda na zaidi ya 40 shillings kuendelea mbele. So na ikipanda fare itapanda. Kila kitu itapanda. Sasa wewe William Ruto umetajirika. Sasa hii utajiri mingi ni ya nini? Si kuliko aongee mambo ya barabara, mambo ya stima, mambo ya maji. Anaanza kutangaza ati kuna ng'ombe imekufa na imeuawa na kupe. Mheshimiwa, to start positioning yourself as a national leader, not as a tribal leader. And I know many people won't like what I'm saying, but it's the truth. The first mistake that has been done in this event is speaking Kikuyu. And me, I'm from Madeira, Karandi, Wito. So not everyone knows Kikuyu, but I know a little bit. And unless that is addressed, then all this will be for nothing. Because Ruto anadharau huyu Kalonzo. Anasema ati ni mjinga, ati hana akili. Na unajua ni kwa nini mimi nimeelewa William Ruto? Because he is the exact opposite. Na sasa wewe Kalonzo, for the last 40 years hakuna kitu yenye umefanya yenye hata wewe mwenyewe unaweza sema mbele ya watu. Ndio unatuambia venye you are trying to look for solutions. Si uanze hata na issue ya Samikioko, at least tuanze kuhesabu one. Man huwezi kuwa tu ati wewe you are just good for nothing. Wewe tunakuhesabungi tu mahali kuna mchezo za mediocre. Yani there is nothing you ever do.
Si hata ushine na hii useme at least umepata ka opportunity, wacha ungare na kitu. Wewe hata unaleta ngotuko opportunity ya kungara na kitu. At least tuone kuna kitu umesema umeongea. Hakuna. No. Kuza Kasongo. Saa ngapi? No. Ati saa 11. Hii kijana akamatwe hii. Wewe wakama msileta mchezo. Kasongo hawezi kufukuzwa saa 11. Hii ni mtu mbaya. Haya kufukuza Kasongo ni saa 7 ya usiku. Mkuu mumeamuka. Rigathi Gachagua. His man is a master political science expert. You saw how he was able to handle the president. Unajua ukitembea na William Ruto ni lazima kuna kitu moja upoteze. Hauwezi kuwa unatembea na William Ruto na ukuwe na akili. Haiwezekani hiyo vitu mbili. Tools that this man used. Number one, he did not attack the president directly. He sent his junior, Senator Methu, ahead of him. Na kuheshimu kama amiri jeshi mkuu. Na kuheshimu kama mzazi kwa sababu watoto yako ni warika yangu. Lakini hata kama ninakuheshimu mheshimiwa rais, jambo moja tu ujue, nakuheshimu lakini mimi sikuogopi. So that when he comes, he looks like a father. He looks like the clean guy. So Senator Methu went ahead of him and he was able to hit the president properly. He was able to hit Kimani Ichung'wah. By the time now Rigathi is coming, he looks calm. He looks like the father. He's just come to anoint people. He looks like the innocent guy. That's a tactic. He knew that I'm not supposed to use my energy in terms of hitting at the president. Remember when he was being sworn in, he did that. That betrayal is not forgiven among our people. You chose to listen to Kimani Ichung'wah. Sasa hii jamii imekukataa. Na nilikuwa kijana yangu senator anaitwa Methu, mnamjua? Ile iko na mandevu. Akatoa list. Akamsomea barabara. Ulikuja ukatutanganya hii. Ukatutanganya hii. Akamwambia wewe ni muongo, akachukua chupa ya maji akakunywa ingine. This time, it's like he's rebranding. He's coming out now as a politician who can be like a statesman. So he wants to paint up himself like this powerful communicator who's empathetic, who cares about people. And in politics, that maturity will make people see him now as a national leader, not as a man who's just ranting. Because the president has been accusing him of a man who's... Lakini hata kama ninakuheshimu mheshimiwa rais, jambo moja tu ujue, nakuheshimu lakini mimi sikuogopi. Number two, when he came on stage, he was able to quote certain things that have happened in the past. There's a time where they said that when he'll be impeached, he'll be forgotten within 2 weeks. He was able... Kunitoa kwa roho ya hii watu ya mlima ni kama kukata miti ya mugumo na wembe. Remember, in politics, the goal sometimes is not communication. The goal is to offend. Once you offend the mind, you reveal what's in the heart. So the president ended up talking a certain way. And remember, this was a funeral. The president was supposed to show up as the father of the nation, but he missed out. He almost missed out on that. Why? Na unajua sasa kwa sababu ni wezi na wanaogopa kushikwa, wanaenda kwa Kasongo wanasema 2 term. Unajua Kasongo ukisema 2 term hata ukiwa mwizi anasema ni bure si bure. Unasikia vile sababu fire. God. Na tuko kadi. Kama mnataka hiyo, tuko kadi tayari. Nimeona Kasongo akijaribu kuhijack hiyo slogan ya Gen Z, niko card. Kasongo waje nikwambie, wewe uko na card, lakini yako ni red card. Ya kwenda nyumbani. Mwingine juzi ako na habari kwamba SHA ita collapse in 6 months. God. Kwa sababu mimi ni rais, nikajaribu kuchunguza hii habari alitoa wapi. It's not that far like that. Nikagundua kumbe alienda akaongea na waganga na wachawi ndio wakamwambia. Mimi nataka
nataka niwaambie wale majamaa ati ile akili kubwa wako naye ni ya ukabila na chuki, alafu inaishia kwa share. Nimeona huyu Kasongo jana akilia akisema ya kwamba ati kuna wanaume 5 wanakutana ati kugawa serikali. Huyu Kasongo wana habari, amechanganyikiwa. Huyu Kasongo amechanganyikiwa, si ndio? Saa ile kimeumana, ameongeza mafuta, ameambiwa Wakenya wamekasirika. Mshauri wake mkuu anaitwa Oscar Sudi, mtu ya Sadade 2, si ndio? Amemuuliza Sudi, vile kumeharibika tutafanya nini? Sudi akamwambia hapana, mambo bado haribika. Ile watu wanapiga kelele ni wenye magari, kwa sababu ndio inatumia diesel na petrol. Watu ya bodaboda, vijana wako wale walipenda, hawana shida. Pikipiki sinatumia mafuta ya taa. No, si ndio? Sasa Kasongo, president wa Kenya, ameingia juu ya gari, ametangaza kwa Kenya nzima ati pikipiki za bodaboda hazitumii petroli, ati zinatumia mafuta ya taa. Ni aibu. A foolish man. Si aibu? Amechanganyikiwa, hasa changanyikiwa. Mimi